kupigia watu kelele mzee. Hata Wajakoya tulikataza. Unasimama mbele ya kamera. Wageni ndio wanasumbua kama tuanze kuwapanga. Haya sawa, twende. Haya, nimesema Isiolo, we are proposing for purposes of development, for purposes of environmental protection, and for the purposes mwache huyo mzee, tamnulia chai. Huyu achana anasumbua. Wacha niongee. Mama utamka uende. Wewe mama utamka uende. Nyamaza. What I'm saying is this, and let me be very clear. Let me be very clear on this one. Huyo mama mumwache, she's right. She's right. I'll apologize. Habari zenu ye? Bangi ye? Bangi ya? Bangi Sasa mimi ndio ule Wajakoya. Mimi ndio ule Wajakoya ambao watu wengi wamenibatiza. Wengi wanasema huyu ni mtu wa bangi, huyu ni wazimu, huyu ni kitendawili, huyu hana kwao. Lakini nyinyi nyote wakati nilikuwa chokora hapa mko wamezaliwa. When I used to wander in this garden when I was a young man, none of you are here. So I am very grateful today to see your faces. The only mistake you guys have made is you have never invited me. Hata nyinyi pia mnanichukua kama chokora. But you know what? I'm a living soul with a purpose. I speak publicly, notoriously, without any fear or intimidation, and that's what the constitution in this country says. Mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa kama chokora, nimesaidiwa na mtu anaitwa Nathan Kahara. Semeni nimesaidiwa na mtu anaitwa JJ Kamodho when I was going to school. It's the Kikuyu land. It's the holy land of the mountain. It's the people of the mountain that breathed fresh air in me. Wenye wanasema ati Kikuyu ni mbaya, hiyo ni shauri yao. Bangi ye! 2027. 2027. I am on the ballot. 2027. Unajua kuna vichaa wengi sana. Kuna vichaa wengi sana nchi hii ambao hawajui vile watu wamepigania uhuru wa nchi hii. Okay. Mimi nimekuwa jela wakati nilikuwa askari kati ya Dr. Huko. Niliwekwa ndani, wenzangu askari waliwawa na nikasaidiwa na mtu anaitwa Smith Hempstone. Yes. Na mtu anaitwa Raila, hapana, mtu anaitwa Jaramogi Oginga Odinga. Na mama anaitwa Aida Odinga. Wacha niwaambie msikie vizuri. Mnasikia msikii? Hao ndio walinitoa kwa jela, wakaniweka kwa ndege. Ni mama Aida Odinga ambaye aliniendesha kwa gari tarehe 15 Januari 1991 kunipeleka Lufthansa Airline cargo. Nilitelewa hapa kama mzigo wakati wa Moi. Nilipoenda ng'ambo, nilikuwa refugee kule Britain, nimechimba makaburi, nimeendesha ile basi ya Red, nikijitafutia na nikaenda shule nikasoma, nilisoma sijasoma. Bangi ye! Saa hizi wakati nimerudi nchi hii, na nataka media msikize. Wakati nimerudi nchi hii, Kibaki ndiye alinirudisha. Na mimi I'm telling you because I grew up here.
kama chokora nikiwa Grogon Road ambayo ni Kijabe Street. Wakati nimerudi nilifikiria mara mbili. Nikasema in the 11th century kulikuwa na philosophers. Wengine walikuwa wanaitwa Socrates, wengine wanaitwa Plato, na watu walikuwa wanaitwa wazimu. So I became what you call a caricature. Niwe tu kitu unaona ni mtu sio mtu, ni kichwa ni bangi sio bangi, because I wanted to make a point. Mimi sina nyuma, nilikuwa niko na hapa lakini sijui naenda wapi. Sasa nikasema wacha tu nitangaze kura ya president. Nilitangaza sikutangaza. Alafu watu wakatokezea hawa. Huyu mtu ni nyinyi hata nyinyi media nyinyi. You have to, I love you but then you have no common sense sometimes. Wakaanza kusema huyo ni wazimu, wanaandika. Why couldn't you censor your information? I'm not saying you but media in general. Wakasema huyo ni mtu ya bangi, huyo mtu hana akili. Lakini nilikuwa namba 3 ama sikuwa namba 3? Nilikuwa kwa ballot ama sikuwa kwa ballot? Na nikaanza story ya bangi. Sasa nikaanza tu bangi bangi ya. Na nikavaa hii kitambaa. Nilipovaa hii kitambaa, there was a reason, because Menelik the second emperor. The second emperor, unajua kwa market tuko wengi. When you go in an open market kuna watu kama Wajakoya na hapa pia nawaona. Bangi sasa the second emperor known as Melik the second alivaa durag to resist the Italian invasion of Italy. Akasema kwamba I will not remove this thing from my head until the Italians go away. Italian walienda ama hawakuenda? Ethiopia ilikuwa free ama haikuwa free? Alafu wale wa Afrika Americans ambao walikuwa wanapelekwa kama slaves, wale waliokuwa wagonjwa wanatupwa kwa maji, nguo yao inararuliwa inawekwa kwa kichwa. Ndio unaona African Americans wanavanga hii kitu wakicheza baseball ama basketball, ndio washow unity, strength of winning. The reason I'm wearing this, sasa nataka mnisikie na mnisikie sawa. Nimesema sijasema? It's because this country is not free. Kuna waizi sasa. Kuna waizi. Kuna serikali ya waizi. Kuna serikali ya Ruto ambayo imeiba kila kitu. And I'm the only one who can speak like that in this country. Wameiba kila kitu. Wameiba wajaiba. And I'm the only man who can come and tell Ruto on the face kwamba the country has gone in the drain. There is unemployment, there is stealing, there is corruption. Na ndio hii Jivanji, and I'm standing here today. When I'll be sworn in 2027, wacha mniite wazimu. Hii Jivanji ndio tanyongea watu. Kama wewe ni mwizi wa corruption na Wajakoya ni president wa nchi hii, we shall pass a special tribunal ushtakiwe, na wenye watakuwa kwa hiyo tribunal watakuwa kama jury, watu ambao hawajasoma sheria. Lakini wale watu ambao wanakaa pale, mama mboga atakuwa pale, mkokoteni atakuwa pale, mchoma mahindi atakuwa pale, pikipiki atakuwa pale, muuza hii kitu pia atakuwa pale. Alafu wakishaka pamoja, then they will ask you, can you tell us why you stole? And you have a right to represent yourself. Because in military governments, like in Ghana, people formed their national redemption councils to try thieves. Can't we do that? Can't we do that? Article 1 of the Constitution, or the preamble of the Constitution of this country, give us rights as we the people. That preamble is the Constitution of this country. I'm a scholar with 17 degrees. You get it, you don't get it, you cannot challenge you because you don't have precedents. You have not done scientific research. Nimesema sijasema? So tukisimama hivyo, hao watu watakuwa tried, wakipatikana na hatia wakuja wanyongwe. Hapa ndio nitaweka nini? Nitaweka ile goja kunyonga. Nitawanyonga. Haki ya Mungu, I'm the only presidential candidate. I'm the only presidential candidate who is going to... Umesikia mjasikia? Because wewe unaenda kuiba madawa kwa hospitali. You go and steal. Hospitali watu wanakufa, watu 400. Wewe unashikwa unapelekwa police station. Kutoka police station unapelekwa kotini. Ukienda kotini unapewa process, unapewa cash bail. Ukitoka huko unaenda unafungwa kidogo, unapeana huko unakuwa free. Alafu nakuja kuomba watu kura. Is that not recycling corruption? But if you kill that motherfucker, what do you think? If you hang him upside down. Ya pili,
shule